kazi hapa TANESCO. Kazi yangu ya machinga ya kuuza maji, soda. Tueleze namna ambavyo hii shughuli. Sasa jana kwenye muda wa saa 10 kuna mama alikuwa hapa kwenye benchi, akawa ana mtoto mdogo. Sasa nilipomuona na mtoto mdogo akaniambia naomba uniuzie maji. Nikampa maji, akaniambia mtoto wangu analia, ngoja nataka nimwagilie maji, atakuwa na joto. Twende ukanisaidia kumwagilia. Nikaenda nikamwagilia pale nyuma. Nilipomwagilia pale nyuma, nikamwambia basi mbona mtoto amebabuka, hebu lete mafuta tumpake. Akaja hapa akaleta mafuta, akanipa yale mafuta. Mimi nikaona kwa kuwa na mimi ni mama, ngoja nimpake. Nikampaka mtoto, nikamaliza. Ndipo mazani nikamwambia basi baridi lete nguo tumvalishe. Akanirushia suruali, nikamvalisha. Akanirushia sweta, nikamvalisha. Haya, nikamletea hapa hivi, nikamwambia gari limekuja basi mchukue mimi nikauze maji. Akamchukua akambeba mgongoni. Gari la kwanza likaja nikauza maji, nikaenda nikakaa kwenye benchi. La pili nikauza maji, wakati narudia akaniambia usikae huko, njoo hapa hivi. Nikaja nikakaa, akaniambia naomba unishikie mtoto niende msalani. Nikamwambia basi mlete, mbona amelala? Akaniambia yeye amelala, nishikie niende msalani na kuja sasa hivi. Basi mimi nikamshika mtoto, mama akaenda msalani hakurudi. Tukaanza kuulizana hapa, mbona huyu mama kaniachia mtoto hajarudi? Haya, twende tumuangalie. Nikamwacha hapa, nikaondoka na mtoto wangu na angalia huyo mama simuoni. Basi ikafika saa 12 nikaenda kuripoti kituoni. Ndio kituoni wakaniambia nenda kalale na mtoto urudi kesho asubuhi, ambao ni leo. Asubuhi nikaenda, wakaniambia nirudi tena kesho tuende ustawi wa jamii, wakanikabidhi mtoto. Sasa sijajua jinsi kutakavyoendelea huko mbele. Mtoto ana miezi 4 na ni wa kiume. Mimi naishi hapa na Ngara Babati na watoto 5. Wakubwa wawili, watoto wangu tuseme ni wakubwa, wadogo ni mmoja tu. Nilishtuka sana na nilijisikia vibaya, hata usiku sikulala. Nilikuwa nalala na mwangalia mtoto hivi, nasema kweli sisi wanawake kweli Mungu atusamehe. Maana mtoto huyu ni mdogo sana kumwacha yani. Pengine kwa sasa hivi unamhudumiaje kutoka jana mpaka leo? Nampa maziwa, maana hata jana aliniachia kale kakikombe kakumnyonyeshia na maziwa. Mimi nilichofanya nikaenda kumwaga yale, nikanunua mengine, nikaanza kumnyonyesha. Kwa muonekano huyo mama mtoto yukoje? Ukimwangalia yuko sawa kiakili, pengine ukimwangalia yuko sawa? Kwa mama yuko sawa kabisa. Hana shida yoyote, maana alikuwa na pochi na alikuwa na hela na alikuwa na simu kubwa na ndogo. Na wakati anaenda kukojoa akachukua simu yake pochi yake akavaa. Nikamuuliza mbona unaenda na pochi? Akaniambia pochi yangu ina hela, kwa hiyo siwezi kuacha, naondoka nayo. Ile mtoto kuachiwa chochote kama kumbukumbu labda ama kama kutambulisho? Yaani hamna kitu chochote alichoacha zaidi ya madaso na chupa na poda na mafuta mgando mfuko. Yeye alikuwa ni msafiri? Aliniambia anasafiri kutoka Arusha anaenda Mwanza. Na hali yako ikoje? Naishi na mume, labda maisha yako yakoje kwa ujumla? Kwani mimi naishi tu peke yangu. Na itakuwa ugumu kiasi gani kuishi na mtoto sasa, maisha yako na namna ambavyo unaolea watoto wako? Itakuwa ni ngumu. Sasa utafanyaje? Itakuwa ni ngumu. Nini ambacho unaomba wadau, labda serikali kusaidie nini? Mimi nilikuwa naomba serikali kama wanaweza wanisaidie jinsi ya kumwezesha huyu mtoto mpaka akue. Mungu yani wanisaidie, na waomba tu wanisaidie. Jina naitwa Aisha Matiku. Ni mfanyabiashara mdogo mjasiriamali. Kwa kile nilichokiona mimi, yule dada alikuja hapa akakaa kama msafiri, akawa anasubiri usafiri. Ila mimi nilipomuona huyu dada alikuwa na wasiwasi. Alikuwa na wasiwasi sana. Kila alipokuwa amekaa na mimi nilipokuwa nimekaa, nikijaribu kumtazama, tukitazamana anarudisha macho pembeni. Sasa mimi nikawa na wasiwasi kwamba huyu dada ana shida gani?
Sikupata kumuuliza kwa sababu sikupata kusogea kwa sababu nishamuona yuko na nani? Yuko na mwenzangu. Nikasema mwenzangu akishaanza akimaliza kuongea naye nitamuuliza kwamba mbona yule dada ana wasiwasi. Ila nilichokisikia kwamba aliuliza na mwenzangu kwamba dada, mbona umnyonyeshi mtoto? Akadai kwamba mtoto sio wa kwangu, mtoto ni wa mdogo wangu. Mtoto wa mdogo wangu. Alijifungua akafariki. Kwa hiyo mimi ndo nafanyaje? Ndo nakaa naye. Ndio hilo tu nalolijua. Asante. Lililotokea hapa na kwa wanawake wanayejizalishwa ovyo. Kama mtu hawezi kutunza mtoto, anabeba mimba ya nini? Na kama mwanaume anajua kabisa uwezo ukalea mtoto, kwa nini umbebeshe mtoto watu mimba? Hapo unakuja kuterekeza mtoto kama huyu. Mtoto kama huyu ana changamoto yoyote, ana ni gani, ana laana gani labda mpaka unakuja kumtupa mtoto kama huyu? Unakuja kuipa serikali tabu tu. Kwa mimi ningependa kuiomba wanaume wanayekuwa na tabia kama hizi ambao hawezi kutukana na watoto wa watu, wasio wanawapa watoto wa watu mimba.